jinsi ambavyo Mungu alivyotupenda sisi kwa namna ya pekee na ya ajabu mno, hata akamtoa mwana wake wa pekee Yesu Kristo akaja kufa pale msalabani ili sisi tuwe na uzima wa milele. Na tukagundua ya kwamba ile Mungu kumtoa Yesu Kristo aliifilisi mbingu ili sisi tupate kuokolewa. Kwa hiyo tunayejifunza kwake kama mkarimu namba moja ni Mungu wa mbinguni, anayeweza kutoa mpaka kafilisika. Unajua sisi tunafanya ukarimu, lakini unatoa kile kilichosalia. Hata tutaangaliaga kwenye siku za matendo ya huruma, tuje na nguo, tuje na viatu, tuje na nini. Unakuja na kakiatu kaliko kubana, au unakuja na kagauni ambapo sasa huwezi kukavaa tena, kamechakaa. Lakini Mungu yeye alitoa kilicho bora kabisa, akatoa kwa ajili yetu. Sasa leo tunalo somo lingine zuri ambalo linasema utaratibu wa mfumo wa zaka na sadaka. Tunasikia zaka, tunasikia sadaka, kutoa kwa mpango hivi na vile, lakini huenda hatujui kwamba utaratibu upi ambao unakubalika na mbingu kwa ajili ya kutoa zaka na sadaka. Hata mahala pengine unaweza kujikuta unawalaumu watu au unawalaani, hamrudishi zaka, hamtoi sadaka vizuri, mmelaaniwa mashambani, mmelaaniwa na kazini na kila mahala. Kumbe huenda mtu ajui hivi atoe zaka atoe namna gani, au hata anapotoa sadaka atoe sadaka namna gani. Kwa hivyo somo hili la leo linatuelekeza kujifunza utaratibu wa mbingu wa kutoa zaka na sadaka. Mithali 11 fungu la 20 na 25. Neno la Mungu linasema hivi: kuna atawanyaye lakini huongezewa zaidi, kuna azuiaye isivyo haki lakini huelekea uhitaji. Nimependa Biblia Habari Njema, lugha yake inaeleza vizuri. Ngoja nisome hapa. Habari Njema inasema hivi: atoaye kwa ukarimu huzidi kutajirika. Huku inasema kuna atawanyaye, yaani kumbe kutoa kwa ukarimu ni kama unatapanya hivi, unatawanya, alafu kumbe unazidi kuongezewa. Kiswahili kingine kinasema unazidi kutajirika. Lakini inasema lakini kuna azuiaye isivyo haki lakini huelekea uhitaji. Huku inasema lakini bahili huzidi kudidimia katika umaskini. Bahili yaani hatoi kabisa, asaidiaji watu, kila cha kwake tu, hata sadaka hatoi, hata zaka hatoi, lakini anazidi kudidimia kuwa maskini. Kiswahili kingine kinasema huelekea kuwa mhitaji, yaani mtu wa kusaidiwa tena, kwa sababu yeye akipata ni vya kwake, havitoki. Nafsi ya mtu mkarimu itastawishwa, anyweshwaye atanyweshwa mwenyewe. Hii huko inasema mtu mkarimu atafanikishwa. Amnyweshwaye mwingine maji naye atanyweshwa. Kwa watu wakarimu, jana nikasema watu wakarimu wanaotoa hata usihesabu gharama ni watu ambao wana amani nyingi sana. Lakini wale ambao ni mabahili, anaweza akatoa hela ya mboga nyumbani 10,000, akafika kazini akaanza kutafuta kwenye wallet, hiyo 10,000 imeenda hapo, kwa sababu hajazoea kutoa. Lakini basi wanaotoa, yaani mioyo yao imefunguka tu, na kwa sababu wanatoa kwa furaha, Mungu pia anawabariki tu, yaani anawabariki hata hawapungukiwi. Sasa maana ya mfumo ni utaratibu ambao umepangwa vizuri kwa ajili ya kuendesha taasisi au taifa au kundi. Taifa au taasisi au kampuni isiyokuwa na mfumo ulio imara na uliopangwa vizuri, taifa litaanguka, taasisi itaanguka au kundi litaanguka. Na Mungu wetu ni wa utaratibu.
Kwa hivyo na kanisa lake ameweka utaratibu wa utoaji. Zaka itoleweje na sadaka itoleweje? Hivyo basi Mungu ameweka mfumo wa zaka na sadaka uliopangiliwa vizuri kwa ajili ya kuendesha kazi yake hapa duniani. Ameweka utaratibu mzuri wa kutushirikisha sisi kuifanya kazi yake, na kazi ambayo angeweza kuifanya yeye na malaika zake watakatifu ametushirikisha sisi. Yaani tumeshirikishwa katika mpango wa kuokoa mwanadamu. Yaani kwamba eti kwa sadaka yangu roho fulani hivi iokolewe, iletwe zizini kwa sadaka yangu. Unaona wimbo na 100 na ngapi na 7? Kwa sadaka. Kama huwezi kwenda hata nchi za mbali kwa sala na kwa sadaka, unakuwa unafanya kazi. Wakorintho wa pili sura ya 9 fungu la 7 inajibu nani anayehusika katika mpango huu wa utoaji. Wakorintho wa pili inajibu hivi: kila mtu na atende kama alivyokusudia moyoni mwake, si kwa huzuni wala si kwa lazima, maana Mungu humpenda yeye atoaye kwa moyo mkunjufu. Kila mtu. Kwa hiyo sio tajiri tu, hata aliye maskini ana cha kumtolea Mungu wake kwa kadri ya uwezo wake. Lakini anavyotoa hivyo, atoe kwa moyo wa kupenda, moyo wa shukrani, maana Mungu anampenda yeye ambaye anatoa kwa moyo mkunjufu. Kama kile kisa cha yule mwanamke ambaye alitoa senti ngapi hekaluni? Senti 2. Halafu kuna wengine wakatoa mahela mengi kabisa. Lakini Yesu akasema huyu mama ametoa kuliko wote. Kibinadamu nashangaa. Okay. Yaani sisi tunataka tujenge jengo la kanisa. Yaani hapo kuna Magira ametoa milioni 2. Halafu kuna mama ametoa 5,000. Halafu tangazo linatoka, huyu mama aliyetoa 5,000 ametoa kuliko wote. Inashangaza. Najiuliza, zile milioni zangu 2 zimo 5,000 ngapi? Lakini ilikuwa ni hivi, wale waliotoa mahela mengi walitoa tu kama kujionyesha, na hata kile walichokitoa yani hakikuwa ni sawasawa na kipato chao. Ni kweli hela nyingi, lakini haikuwa sawasawa na kipato chao. Mfano mimi napokea mshahara milioni 1. Si ndio? Napaswa kutoa zaka shilingi ngapi? 100,000. Lakini si nikatoa 50,000. Alafu huyu Frank, huyu mwanafunzi akatoa 2,000. Si nimemzidi? Na najiona kabisa nimetoa. Lakini kumbe huyu Frank anaweza kahesabika ametoa kuliko mimi, maana mimi nimetoa zaka ambayo sio kamilifu. Ndio kila ambayo kwenye Malaki 3 watu tunasema leteni zaka kamili ghalani. Unajua sio kwamba walikuwa warudishi zaka. Walikuwa wanarudisha, lakini sio kamili. Maana aliyepaswa kutoa laki ametoa 50,000. Sasa Mungu anasema leteni kamili. Sasa katika mpango wa Mungu wa kutoa, anatoa kila mtu kwa nafasi yake. Sio swala la kusema jamani mimi maskini, haka 1,000 kangu nikitoa 2,000 yangu. Kila mmoja na atoe kama alivyobarikiwa. Alimradi kile kinachotolewa kinatolewa kwa moyo mkunjufu. Na tunapotoa tunakiri. Mwanzo 1 sura ya 26. Yaani tunaporudisha zaka na kutoa sadaka kwa Bwana, tunarejea hapa kwenye Mwanzo 1:26 ambapo Mungu anasema na tumfanye mtu kwa mfano wetu na kwa sura yetu, wakatawale samaki wa baharini na ndege wa angani na wanyama na nchi yote pia, kila kiumbe kitambacho kina juu ya nchi. Kwamba tunaporudisha zaka kwa Bwana na kutoa sadaka, tunakiri ya kwamba sisi tu kazi ya mikono ya Mungu.
na vyote ambavyo alivyotupatia tuvitawale, tuvitiishe, navyo pia ni vya kwake. Zaburi 24:21 inasemaje? Dunia na vyote vijazavyo ni mali ya Bwana. Kwamba hata vyote ambavyo tulivyo navyo, fedha, dhahabu, mashamba na nini, ni mali ya nani? Ya Bwana. Alafu fungu linamalizia kusema na dunia na wote wakao ndani yake. Sisi tu mali ya Bwana. Tunaporudisha zaka, tunapotoa sadaka, tunakubali ya kwamba sisi ni mali yake, na vile tunavyovirudisha navyo pia ni vya kwake, sio vya kwetu. Twende mbele rafiki. Tunaporudisha zaka na sadaka, inaonyesha utambulisho wetu kwamba Mungu ndiye aliyetuumba na sisi ni mawakili tu. Tumepewa mamlaka ya kutawala, ila vitu vyote ni vyake yeye. Sisi ni watunzaji tu wa mali za mwenyewe, na mtunzaji mzuri wa mali za mwenyewe lazima mjue mwenye mali. Kwa sisi ni watunzaji wa mali za mwenyewe, vote tulivyo navyo ni vya mwenyewe, na hata sisi ni wa mwenyewe. Twende mbele rafiki. Nchi ya ahadi, turudi kule au ulienda zaidi? Hesabu 14:20. Fungu hili linaeleza zaka inaenda wapi. Ndio maana nikasema tujifunze. Unajua zaka kuna watu pia waelewi zaka. Angalau tunajitahidi kusema ni 1/10, fungu la 10. Fungu la 10. Lakini linaenda wapi? Matumizi yake ni yapi hasa? Hii Hesabu sura ya 18 fungu la 20-21 inaeleza zaka inaenda wapi. Kisha Bwana akamwambia Harun, wewe hutakuwa na urithi katika nchi yao, wala hutakuwa na fungu lolote kati yao. Mimi ni fungu lako na urithi wako katika wana wa Israeli. Wakati wanaelekea Kanaani, nchi ya ahadi, katika yale makabila 12, wengine wote waligawiwa sehemu zao za kulima na kuishi. Kabila moja tu la Lawi hawakupewa sehemu ya kulima. Yaani wao walipewa sehemu kidogo tu kwa ajili ya malisho ya wanyama, lakini sio kwa ajili ya uzalishaji. Makabila mengine yote 11 yalipewa kwa ajili ya kuzalisha, watafute mali. Lakini kabila moja tu la Lawi hawakuruhusiwa kufanya kazi nyingine isipokuwa kazi ya hekaluni. Fungu la 21, na wana wa Lawi nimewapa zaka yote katika Israeli kuwa urithi wao, badala ya huo utumishi wa utumikao, maana ni huo utumishi wa hema ya kukutania. Walawi hawa kazi yao haikuwa kwenda kutafuta mali. Okay. Yaani kazi yangu mimi sio kutoka niende kwenye site. Unasema sogeza mambo hizo, yakazege. Kazi yangu mimi ni kuhudumia hekaluni. Kwa hivyo pato langu mimi halitatokana na kazi za nje. Pato langu mimi ni zaka inayokuja wapi? Hekaluni. Hawana fungu. Na Mungu anasema mimi ni fungu lao. Kwa hiyo Mungu ndiye ambaye anayewalisha Walawi wanaohudumu hekaluni, ambao leo hao Walawi wanaohudumu hekaluni ndio wachungaji kwa lugha ya leo. Mungu anasema anawapa fungu lake, na hiyo zaka pia anaiita ni ya kwake. Kwa hiyo Mungu anaposema leteni zaka, hiyo ni ya kwangu. Halafu kumbe hilo fungu amewapa Walawi sasa,
walitumia hilo fungu katika kulihudumia, katika kufanya huduma za hekaluni. Twende mbele. Nchi ya ahadi inapogawanywa, kabila la Lawi halikupata sehemu isipokuwa kidogo kwa ajili ya malisho ya mifugo na sehemu ya makazi yao. Hawa walipewa sehemu tu katika Israeli ya kukaa na malisho ya wanyama wao. Yaani ya malisho ya wanyama, sehemu ya kujenga nyumba, lakini sehemu sio sehemu ya uzalishaji. Maana wao kazi yao 24/7 ilikuwa ni katika hekalu. Wakifanya kwa zamu kuhudumu katika hekalu. Twende mbele kidogo. Sasa ndio matumizi ya zaka. Zaka hiyo 10%, hiyo fungu la 10 ni kwa ajili ya Walawi waliokuwa wanahudumu hekaluni kwa wakati huo, wakihudumia watu wa Mungu. Leo kwa sababu kuhani ulibadilika, hao Walawi wa leo wanaohudumu hekaluni ni wachungaji. Wanageuka. Wananipata? Na ndio maana mimi pamoja na taaluma yangu siitumii huko kabisa duniani. Nilipata niwe UKRB huko. Okay. Mimi huko. Nikifanya kazi zangu za quantity surveying. Lakini nilipokubali kuja huku, walivyoniita huku, quantity surveying yangu imebadilika na quantify roho za watu kuingia zizini mwa Bwana. Kwa hiyo Bwana Kiruki usije kasema Bwana taaluma yako vipi? Na paswa nitumike muda wote kanisani. Sasa sadaka, zaka haina shida sana, watu wengi wanajua ni fungu la 10. Si ndio jamani? Kwamba ukiwa na 1,000 zaka ni shilingi ngapi? 100. Ukiwa na 100,000 zaka ni shilingi ngapi? 10,000. Ukiwa na milioni zaka ni shilingi ngapi? 100,000. Ukiwa na 500,000 zaka ni shilingi ngapi? 50,000. Kwenye sadaka huenda hapa tutajifunza kidogo. Kuna watu wanarudisha tu zaka kanisani, na ni wapo wengi sana. Wengi sana. Na miongoni mwa makanisa mazuri sana kurudisha zaka. Okay, nitaje? Au niache? Kanisa zuri kurudisha zaka katika makanisa ambayo nimewahi kuchunga, Yumbu. Ni hatua. Safi kabisa. Ndio maana nime appreciate. Zaka wala Yumbu kwa zaka inarudisha vizuri sana. Sana. Mnarudisha vizuri mno. Kabisa. Na katika utumishi wangu huu nimegundua watu wengi sana kwenye zaka ni waaminifu. Majority kwenye zaka ni waaminifu sana. Kwenye sadaka kuna changamoto. Sasa huenda uelewa, elimu, watu hawajui wafanyeje. Unanipata Bwana Malani? Na mimi huwa sikimbilii sana kulaumu watu kwa sababu huenda hawajajua bado. Kwa sababu kwenye zaka walishajua, ndio maana wanafanya. Huenda kwenye sadaka pia watu wakijua kwamba anapaswa fanyeje, mtu pia anaongoka na maisha yanaendelea vizuri. Sasa sikiliza. Malaki 3 fungu la 8. Hiki kitabu cha Malaki ndio kitabu ambacho kimeandikwa na nabii Malaki katika mtindo wa maswali, alafu anajibu. Ni mtindo wa maswali, alafu anajibu. Malaki anasema, "Je, mwanadamu atamwibia Mungu? Lakini ninyi mnaniibia mimi." Hapo amejibu. Alafu swali la pili, "Lakini ninyi wasema tumekuibia kwa namna gani?" Alafu Mungu anajibu sasa, anasema, "Mmeniibia zaka na nini? Na dhabihu."
hapa Mungu anaibiwa mafungu mangapi? Fungu la kwanza ni fungu gani? Zaka. Anaibiwa. Na hii ni concern yake kabisa. Anasema mnaniibia, na nyinyi mnasema tunakuibiaje? Mnaniibia zaka na sadaka na dhabihu. Dhabihu kwa lugha nyingine inaitwaje? Sacrifice. Mzee wa kanisa ametuongezea offering. Mzee ameongeza msamiati mwingine tena. Mama mzee anasema, mzee mbona naongeza hiyo? Offering ndio hiyo sadaka. Kwa hiyo kama umeongoka kwenye kurudisha zaka kamili, halafu sadaka haurudishi sawa sawa, fungu hili linakushtaki. Si ndio? Maana Mungu anasema umeniibia zaka na dhabihu. Vitu viwili. Twende mbele rafiki. Sasa hiyo sadaka hiyo kwenye kitabu cha Patriarchs and the Prophets, wazee na manabii, kinasema hivi, ukurasa wake uko pale chini, nitawaonyesha. Kiingereza hicho, to promote the assembling of people for religious service as well as to provide for the poor a second tithe of all the increase was required. Ili kuendeleza mikutano ya watu kwa ajili ya huduma za kidini, kama tunavyokutana hapa kila Sabato, ili kuendeleza mikutano hiyo ya kidini, zaka ya pili ilihitajika. Kwanza, hiyo zaka ya pili ni kwa ajili ya kuhudumia mkutano, lakini pili kwa ajili pia ya kuwahudumia maskini. Na ndio maana siku za ibada lazima katika mahali ambapo ibada inafanyika kiwepo na chakula. Maskini wanapokuja kwenye mikutano ya ibada wale chakula. Sasa kwa hiyo zaka ya pili hiyo, second tithe, lengo lake ni kwa ajili ya kuihudumia kutano linapokutana kwa ajili ya ibada, lakini vile vile kuwahudumia maskini. Anasema concerning the first tithe, ile zaka ya kwanza, anasema the Lord had declared, I have given the children of Levi all the tenth in Israel. Kwamba hiyo zaka ya kwanza Mungu alishatangaza kabisa, nilishawapa wana wa Lawi kwa ajili ya utumishi wao katika hema ya kukutania. Mama mzee, na wana wa Lawi hao kwa sasa ndio akina sisi na Pastor Shauri na wachungaji wengine. Sisi ndio wana wa Lawi kwa sasa. Hiyo zaka ya kwanza ndio kwa ajili yetu ya kutuhudumia. Twende mbele rafiki. Anasema but in regard to the second, kuhusiana na ile zaka ya pili, he commanded. Mungu alicommand. Kucommand kufanya nini? Aliamrisha, hakuomba, hakusihi. Aliamrisha hiyo zaka ya pili. Twende kwenye Kiswahili chake kiko pale chini. Tuachane na lugha za hizi za kina mzee Welema. Twende mbele. Anasema nawe utakula mbele za Bwana Mungu wako mahali atakapopachagua apakalishe jina lake. Zaka ya nafaka zako na divai yako na mafuta yako na wazaliwa wa kwanza wa makundi yako ya ng'ombe na ya kondoo, ili upate kujifunza kumcha Bwana Mungu wako daima. Hiyo zaka ya pili inaenda kupahudumia pale ambapo Bwana amepachagua kuweka jina lake. Kama hapa Yumbu katika eneo hili Bwana amepachagua kuweka jina lake,
watakatifu wa Bwana wanapokuja kwa ajili ya ibada, hiyo zaka ya pili inawahudumia. Bili za maji zinalipwa kwa zaka ya pili. Bili ya umeme inalipwa kwa zaka ya pili. Meza ya Bwana inaandaliwa kwa zaka ya pili. Kama kuna mlinzi ambaye yuko pale kwa ajili ya kulihudumia hili eneo ambalo Bwana amelichagua kuliweka jina lake, kazi yake ni hiyo. Na kwa hivyo meza ya Bwana isije ikaandaliwa baada ya sadaka ya changizo. Yaani tunafanya changizo alafu ndio changizo lile tunatoa sasa kidogo ya ndani ya Bwana. Inabidi andaliwe kwa zaka ya pili. Na Mlawi kwa kuwa hana fungu wala urithi pamoja nawe, na mgeni na yatima na mjane aliyefiwa na mumewe, walio ndani ya malango yako na waje wale na kushiba, ili kwamba Bwana Mungu wako akubarikie katika kazi yote ya mkono wako ifanyayo. Mlawi na wengine na hana urithi, na mgeni na yatima na mjane aliyefiwa na mumewe, walio ndani ya malango yako na waje wale na kushiba. Waje wale hapa ambapo Bwana amechagua kuliweka jina lake. Kwa vile tuko safarini, tunaendelea kutakaswa. Kuna hatua 3 za wokovu. Moja, justification by faith, kuhesabiwa haki kwa imani. Ya pili, sanctification. Sanctification ni kitendo cha kutakaswa, na hiki ni kitendo endelevu. Tangu mtu alipoamini akabatizwa, anaendelea kutakaswa. Ni mchakato endelevu. Na mchakato endelevu wa kutakaswa ni kwamba tangu alipoamini na siku zilizofuata kuna mabadiliko, maana anaendelea kufanya nini? Kutakaswa. Alafu hatua ya mwisho inaitwa ni glorification, kutukuzwa. Na hii itakamilika Kristo atakapokuja kwa mara ya pili. Tutakapovaa mwili wa kutokuharibika, tutakapokuwa tumetukuzwa. Kwa hiyo hilo fungu la pili la 10, matumizi yake ni hayo: kulihudumia kutano, mahala ambapo Bwana amechagua kuliweka jina lake. Na hilo fungu linaitwa ni zaka ya pili, second tithe. Na kama inaitwa zaka ya pili, kumbe nayo inapaswa kutolewa kama inavyotolewa nini? Zaka. Kwa hiyo ukipokea milioni, zaka 100,000, sadaka 100,000. Ikifanyika hivyo, tunakuwa tumeingia kwenye utaratibu wa Mungu wa utoaji. Na hii inatolewa kabla hujaanza kuangalia majengo. Ndio. Na nini kingine? Maana tuna program nyingi kanisani. Majengo nini tena? Makambi inaitwa ile inayotuhudumia sisi. Makambi nini? Uwezeshaji, sio makambi uwezeshaji, sio makambi nini? Kabla. Twende mbele rafiki. Israeli kama wangesikiliza sauti ya Mungu, moja, Israeli ingekuwa na utakatifu wa tabia, maana wamejenga mahusiano na Mungu wa mioyo yao na mali zao zote, na wamezitoa kwa Bwana. Mafungu hayo yanaeleza kwamba wangefanywa kuwa watakatifu kama Mungu alivyo mtakatifu. Twende mbele. Namba 2, kama wangefanya kama Mungu alivyoelekeza, wangepewa mibaraka ya afya. Kwenye Malaki ile 3 anasema mmelima lakini hamkuvuna. Alafu anasema mmepokea mshahara lakini mmeweka kwenye mifuko iliyofanyaje? Iliyotoboka. Namba 3, wangekuwa na uwezo wa hali ya juu kwa hekima na akili.
kama wangefuata mpango wa Mungu, hizi ni faida ambazo zimeambatana nao. Israeli wa zamani, lakini Israeli wa sasa, hizi pia ni faida ambazo zinaweza zikaambatana na sisi tunapokubali kufuata utaratibu wa Mungu. Twende mbele kidogo rafiki. Wangelikuwa na uwezo wa juu sana katika kazi za mikono na ufundi stadi kwa hali ya juu sana. Mafungu hayo pia yanaeleza mikono yao ingetenda maajabu. Kila ambalo wangeligusa, Bwana angeweka baraka zake. Namba 5, wangekuwa taifa kubwa sana. Mtu mmoja mmoja angekuwa amefanikiwa, ndivyo ingekuwa kwa taifa lote la Israeli. Mafungu hayo yanaeleza tungebarikiwa na kufanywa watu wakubwa, na mtu mmoja anapofanywa kuwa mkubwa, basi mwisho wa siku taifa zima. Twende mbele rafiki. Sasa hiki kipengele nitakisoma vizuri sana. Prayer not a substitute for tithing. Yaani maombi hayachukui sehemu ya zaka. Yaani kuna ile hurudishaji zaka, lakini kwenye maombi unaomba mpaka unaenda kwa lugha. Sasa roho ya nabii inasema maombi hayabebi sehemu ya zaka. Anasema hivi, maombi hayakusudiwi kufanya kazi kuleta mabadiliko kwa Mungu. It brings us into harmony with God. Yanatuleta katika upatano na Mungu. It does not take the place of duty. Maombi hayachukui sehemu ya wajibu. Kwamba unaomba tu lakini hautendi wajibu wako, yaani halafu kategemea Mungu akutendee. Maombi hayachukui sehemu ya wajibu. Ni kama ukiamka unasema, Baba, wewe uliyeumba mbingu na nchi na vyote vilivyomo, fedha na dhahabu ni mali yako. Baba, leo tena kama uishivyo, leo kabla jua halijazama nitajiriki. Alafu kimaliza unarudi kulala. Ndio hiyo nasema maombi hayachukui sehemu ya wajibu. Anasema prayer offered ever so often and if ever so earnestly will never be accepted by God in the place of our tithe. Maombi yanayoombwa mara kwa mara na kwa kujitoa sana. Yaani maombi yale mara kwa mara na kwa kujitoa sana kwa bidii zote. Anasema haya maombi hayo hayachukui sehemu ya zaka ya Bwana. Kwamba Baba, kama nilivyoomba hivi kiroho kabisa, katika roho na kweli, hata nisipotoa zaka kazi imeisha. Hiki nasema ni kitabu kinaitwa Ujumbe kwa Vijana, kurasa 248, ama kitabu cha Mashauri juu ya Wakili, ukurasa wa 99, paragraph ya 3. Anasema prayer will not pay our debts to God. Maombi hayalipi madeni yetu kwa Mungu. Ndio anasema mnaniibia. Kwa maombi hayafukii madeni. Wajibu wetu unabakia pale. Twende mbele rafiki. Kuna kitu hiki kinaitwa withheld tithes because of lack of confidence. Kuna watu ambao wanazuilia zaka. Kuna watu ambao wanazuilia zaka hawarudishi hekaluni kwa sababu moja, wamesikia wana zaka zetu siku hizi hazitumiki vizuri. Wamesikia, huenda hata hawana justification. Sasa zaka zinatumika vibaya. Kwa hiyo stoi tena zaka yangu mimi. Badala yake naweza nikabadilishia, baada ya kutoa zaka nikapeleka kwa watoto yatima. Kuna hiyo quotation nimeweka hapo. Sio kama ipo, lakini ipo pia kwamba kuna watu ambao wameamua kwa kuamua kwao wakabadilisha matumizi ya zaka. Baada ya kutoa zaka kutoka kwa Bwana, wakasema mimi napeleka kwa yatima. Kutana pia na mtu mmoja msomi kabisa, mtu mashuhuri, harudishi zaka. Mtu wa Mungu, Bwana sikuoni na mimi ni mchungaji wako, na jari mstari wako wa kiroho. Nisipokuambia na mimi niko hapa kukulea kiroho na kuwa steni wajibu wangu, nitaulizwa kwamba nilisaidiaje hapa. Anasema mchungaji, huko nyuma nilikuwa natoa sana zaka kabisa.
lakini baadaye niliposikia hela hazitumiki vizuri na nini, nikaacha kutoa. Nilimwambia mtu wa Mungu, nikamsomea hii quotation hii hapa. Anasema the tithe is sacred. Zaka ni takatifu, reserved by God for himself, ambayo imewekwa kwa ajili ya Mungu mwenyewe, reserved for himself, yani ni kwa ajili yake mwenyewe. Anasema it is to be brought into his treasury, inapaswa kuletwa katika hazina yake, to be used to sustain the gospel laborers in their work, ije iwa sustain, iwahudumie wale ambao ni wafanyakazi wa injili, ambao leo tumesema ni wachungaji. Anasema for a long time the Lord has been robbed. Kwa muda mrefu Mungu ameibiwa, because there are those who do not realize that the tithe is God's reserved portion. Kuna watu ambao hawatambui ya kwamba zaka ni sehemu ambayo imehifadhiwa kwa ajili ya Mungu. Twende mbele rafiki. Some have been dissatisfied and have said, wapo miongoni mwetu ambao wamekuwa hawajaridhishwa na wamesema, I will not longer pay my tithe. Sitatoa tena zaka yangu. Kwa nini? Anasema for I have no confidence in the way things are managed at the heart of it. Kwa sababu sina imani zinasimamiwaje hizi zaka hizi zikienda huko, sina imani. Kwa kama matokeo utakuwa na imani, sitoi. Mama mmoja anasemaje? But will you rob God because you think the management of work is not right? Wewe utamwibia Mungu eti kwa sababu nadhani usimamizi wake hauko sawa sawa. Anasema make your complaint plainly. Kama una malalamiko yako yaweke wazi, plain and openly, in the right spirit, to the proper ones. Anasema send in your petitions for things to be adjusted and set in order. Una malalamiko ya kwamba zaka nadhani haifanyiki vizuri, anasema unashauriwa, nenda basi na ukaongea na wanaosimamia hizo zaka, waeleze concern zako, malalamiko yako wazi wazi, lakini sio kuondoka kwenye wajibu. Anasema but do not withdraw from the work of God. Usijiondoe katika kazi ya Mungu. And the proof and faith because others are not doing right. Yani wewe usijiondoe katika wajibu wako na usiwe tena mtu mwaminifu, kwa sababu wengine hawafanyi sawa sawa. Kwa maana nyingine, kwa wengine kutokufanya sawa sawa, hakufanya wewe pia uingie kwenye kutokufanya sawa sawa. Wajibu wangu unabakia pale. Wanatumiaje? Wakimisiuzi watakuja kujibu, lakini mimi nitaulizwa, je, kurudisha zaka kamili ghalani? Mimi nitasema ndio. Ilitumikaje? Wapo watakaohojiwa, mliitumiaje? Twende mbele. Kumbe tumemaliza. Hapo ndipo mwisho wa somo letu la leo, ambalo linaeleza utaratibu na mfumo wa kanisa wa kurudisha zaka pamoja na kutoa sadaka. Kwa hivyo kwa tafakari ya leo utagundua ya kwamba zaka ni 10%, sadaka 10%, na unaweza ukazidisha. Zaka inapima uaminifu wako kwa Mungu, lakini sadaka yenyewe ni moyo wako wa upendo, unavyopenda Bwana. Unavyotoa ndivyo moyo wako unavyothibitisha kumpenda Mungu wako. Lakini kurudisha zaka unapimwa uaminifu, kwamba nalikupa, mbona haujarudisha? Kuna mtu ana swali, maana haya ni semina, tunajifunza, huenda tunapokea elimu ambayo hatukuwahi kuwa nayo huko nyuma, na sasa unasema hii sikuwahi kujua pastor. Hebu nielezee tena kidogo nielewe. Kama kuna mtu ana swali, tafadhali karibu sana. Tunapoingia
kwenye maombi. Basi ndio lakini hakurudisha kwa muda wa miezi kadhaa na wiki kadhaa katika maisha yake. Na sasa ameelewa tena, amepata somo tena kwa mara nyingine. Huyu mtu anatakiwa afanye compensation au vipi? Ulimjibuje? Nataka tuanzie hapo sasa. Ili tuone kama ulimpa pole au ulimjibu sawa sawa. Ulimjibuje? Jibu nililolitoa, ikiwa watu wangu walioitwa watajinyenyekesha na kuacha njia zao mbaya, Bwana atasikia. Kwa pale aliposikia na kuanza hapo hapo aanze kuwa mwaminifu kuelekea huko mbele. Okay. Sawa sawa. Kwa hiyo vizuri. Ila kuna quotation ambayo nadhani nitaileta katikati ya wiki, inaeleza kurudisha zaka ambazo hazikutolewa nyuma, ambazo mtu si alikuwa anajua, alafu kafika mahala akaacha, hizo zinadaiwa. Lakini zinapodaiwa sasa hazilipi kwa mkufuo. Huenda pia asiwe na hesabu kamili, si ndio? Lakini mwenyewe anaweza akapiga mahesabu yake. Unasikia mzee akasema hii mishahara yangu yote mwaka wa kwanza nadhani nadaiwa kama milioni 10, si ndio? Akaanza yeye mwenyewe akatengeneza utaratibu mzuri, iko quotation hiyo.